Serikali si karatasi, si tissue paper ati uende kwa kioski yenu uende nipatie hiyo tissue paper shika shilingi 12 na ubebe. Hapana, it is a process. Land is a process. Watoto ni process. Lazima utafute dume ikuje iweke bego na hiyo bego ijaminate ndio ikue. Sasa unataka bego ni kuobesa hii na tukitoka hapa men are cunning. They can bend the lowest until they get what they want. Don't tell that man that I want to study you. He will become a notebook for you to study. Na atakujileta akiwa kalamu na notebook na anakuambia andika sasa. Andika leo mimi ni mzuri, unaandika. Andika nimekula kanyama imenipeleka out, unaandika. Na amekupeleka out. Na sitakupeleka mahali rahisi. Takupeleka mpaka mahali sema wow. Mahali mimi najua hujawahi kanyaga. Ndio nawaambiaga wacheni kukibisana na mimi. Wakati nitataka bibi nitamuumba tu. Nitamtengeneza in the spirit. Sijui kama unanielewa. That men have been masturbating in the house. They don't, wale wameoa, they don't go outside. Habatidiaga kioro kiaja. They are inside. They do in the bedroom. Ama they do it in sitting room. Ukipika chakula pale kitchen. Ukiruga gima kana ukikarwa gitoero. Na kena hali aikalete halia. Ureciene TV arona nao ni manke. Ananyonga manke. Na akili yako inakamatwa venye haiwezi elewa nini kinaendelea. Na yeye na hiyo akili, hiyo power, hiyo spirit nayo ina contain yeye. Anafanya because hawezi kulala na wewe kabla alale na huyo. Sasa I want you to understand, and this has really caused us to suffer. This has caused us all many problems, business problems, challenges, and the marriage problems and life problems. They are as a result of that. Because every time I had an opportunity, kuna kabiashara nilikuwa nataka kwenda kufanya, nilijikuta nikimasturbate. Na nikimaliza kumasturbate, simu inakuja, unaambiwa usikuje kesho, kuja next week. Na nilikuwa nimeitiwa 1,100 kesho. Na nilikuwa nimeambiwa usichelewe saa 2 asubuhi ukue kwa ofisi yangu. Nikimaliza tu kumasturbate, simu anapiga simu, ananiambia usikuje kesho, kuja next week. Nimegundua kuna kitu sikuwa nimefanya. So you see the connection ya masturbation na venye ime-connect. So when this spiritual husband come or spiritual wife come, they come because they have a mission. They just don't come. They are a mission. Now, most of the time when you have the spiritual husband or spiritual wife, they affect your tomorrow. They bring down any conversation, any move of God. That is why you have to sleep with them, because in the spirit, they are spiritual beings. They are spiritual beings and they operate in the spirit. And any blessing that is coming, a blessing is a spiritual being operating also in the spirit. So the battle, it is in the spirit. It comes to you physically, but naturally inside, it is in the spirit. Hiyo masturbation unafanya, you are doing something in the spirit. Ndio ipigane na ile kitu, baraka inakuja ikate hiyo laini ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. And how do these things happen? When do they started? Zilianza lini? Ilianzishwa na nani? Once you are able to understand ilianza lini na ilianzishwa na nani, ndio unaweza tu unakuwa na uwezo wa kuondoa hiyo kitu kutoka kwako. Otherwise, labda mtu wa Mungu aione, wewe hauoni, lakini mtu wa Mungu anaweza kuona. Ninaweza kujua unalalaga na mtu, unaweza kosa kujua. Kuna wengine literally wanajikutanga alitolewa mpaka suruali na anakigusa anaona kweli amelalwa na yeye. Lakini kuna wengine watalalwa na wao lakini hawatajua, lakini ashalalwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na what both effects, they are the same. While they are advanced about their cunning, the spirit, they are advanced, they are cunning, they will come and do sex with you and you will not be able to know they did. Only that sasa mikosi ndio utakutana nayo. Ama utaona kwenye ndoto nilikuwa na Roda, nikalala na yeye na nikamaliza. That is a spiritual, si Roda. Hata unaweza kuletua ndoto unaona ukilala na mama yako. That is masquerading spirit. They come as masquerading spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuota ukilala na baba yako mzazi. Unaweza kuota ukilala na guka yako, ama unaota ukilala na umbwa.
Unaweza kuota ukilala na nyoka unaona mtingo yake ndio inakuigia. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are masquerading spirit. They are diversionary because they want to divert you from the real cause. Sasa utaanza kupigana na baba yako, ukifikia baba yako kuna maspirit yanakurushia. It is not your father. It is somebody else who is masquerading as your father. It is somebody else who is masquerading as your mother. It is somebody else masquerading as your wife. Na utaona ukifanya hiyo kitu na mko na kitanda na wife hapo, amelala hapo, lakini kwa doto unarota mkilala na yeye kwa doto. It is not your wife you are sleeping with. You are sleeping with a ghost, jini, lipepo fulani ambalo mnalala nalo. Na mapepo haya yanakujanga purposely to derail, to stagnate, to confuse and to bring a limitation. Kuna watu ukiona hiyo kitu umefanya, kesho lazima kazi yote ulikuwa umepanga lazima ianguke. Kuna wengine wakiona kifanya hivyo, lazima mtoto yake apate mkosi fulani. Kuna watu wengine wakiona kilala hivyo, kuna kitu ambacho ni negative will happen to you. This thing is the reason of this thing coming. It was coming because it is a monitoring spirit. It has been monitoring you. Imekuwa ikimonitor every move you are making and every step you are making. The time you are going to strike a deal, they know, they understand it, they go be ahead of you. Ndio naonanga nikwambia, if I prophesy to you, immediately the prophetic word is released to you, make sure umepata seed, una seal. Because kabla it was prophesied to you, hawakuwa wanajua katika ulimwengu wa kiroho, hawakuwa wanajua wewe una gari Prado, hawakuwa wanajua uko na plot, hawakuwa wanajua uko na mume, hawakuwa wanajua uko na baraka fulani. Been spoken of you has been arrested. Wakati Danieli alikenda kuomba, alitaka kuomba maombi ya siku 21, but the very first day he opened up his mouth, God answered his prayers the very first day. But hiyo muzigo yake, baraka yake iliachiliwa na ikateremuka. Lakini ilikaa bila yeye kujua, baraka ilishuka. It took him 21 days to know baraka iliachiliwa. Because Daniel continued to pray. But God asked, why is this man praying? Na tulimupatia. Kukaangalia kwa data kusemekana muzigo haijafika. Ndio malaika akatumwa, wakaambiwa nendeni muangalie. Wakakuta mfalme wa Persia alikamata muzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme wa Persia alikuwa amekamata muzigo huo. Ulikuwa umeletwa na nani? Malaika Gabriel ndiye alikuwa ameteremsha muzigo. Yeye malaika na muzigo wa Danieli ukanyakuliwa na mfalme wa Persia. Mungu ilibidi achume Michael ateremuke aende a rescue Gabriel kutoka kwa mikono ya nani? Ya Persia. So kuna watu zamani mliachiliwa baraka zenu long time ago, ziko na wewe, they are hanging here. But because you don't know, the king of Persia, mfalme wa Persia amekamata. Na huyo mfalme wa Persia anakujanga through sexual evil connections. Wanakuja through the spirit man or the spirit woman. Anapitianga kwa hiyo njia. That is why they will come once wamesikia shamba yako imeachiliwa. Hawakuwa najua unakuanga na shamba. Sasa wamesikia shamba yako imeachiliwa, watakimbia wakamate system ya kuleta hiyo shamba. Hawatakuuliza wewe. Kile kitu watakamata ni system ya hiyo shamba venye itakuja. Maana Mungu amesema kijana yako ataenda America. The process ni shamba yako kukuja. Ni your son ataenda America, atapata visa, aende America. Akienda huko atapata kazi, akipata kazi atakutumia pesa ndio ununue shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. So they will not touch you, watakamata mtoto yako. Wewe utabaki ukiwa sawa, lakini mtoto yako ndio atasubuliwa, atakamatwa kwenye anga yake wataishika. Na wakishika anga yake, hata uhangaike, hata ufanye nini, maana wewe utakuwa ukifikiria wewe ndio matatizo huko hapa. Yani hautajua mtoto anakuambia kama mimi ndio tagetengerio ni ng'ombe, ndio tagetengerio ni nyau, ndio tagehoro ni nyoka, ndio yani atakuwa na dreams. But these dreams are not because of him. So you will go praying for the son. But the problem is not the son, it is you. So it is you who is supposed to be delivered for your son to be delivered. Because the cause of the battle, it is you, not your son.
What they are fighting is to cut hiyo plot uliambiliwa. The source, ile kabarabara kote hiyo plot itapitia ndio ikuje. That is what they target, not you. Wewe utabaki pale ukistruggle, ukisema no komete, no kogaria. Goko no kogaria. Komete. Utikomo. Indo nisherekereirio viliachiliwa, magari iliachiliwa. Ndio nakuta sometimes nakuta mtu anaendesha kagari msee na ni mudemu. Ama ni mtu kama mimi, nina kigari kise KQQ. Ama KPQ. Ama KZZ. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari unaenda haina geji ya kupima mafuta. Ni kamuti unabebaga kwa gari, unaenda unafungua tagi, unaweka kwa tagi, unapima na kamuti unaangalia, unaona mafuta imebaki wapi. Hiyo gari ikikuja, it came a new car and it was yours. When it came, this car came yours, bearing your name. Lakini mfalme wa Persia alikuja akaikamata. Na alipokamata, it was diverted to somebody else who either belongs to them or any other lucky man, a caretaker. Because heaven has their own caretakers. Na hao caretakers ndio unakutanga baraka zikiachiliwa. Na hii kitu inatokeanga sana, hizi baraka zikiachiliwa zinatokeanga sana in this way. Ulikuja kwa watu wengi na ukaombewa baraka yako ikafunguka. Lakini ilipofunguka, mimi in the spiritual nimefungulisha. Lakini kufungulisha kwangu si kumaanisha utapatiwa leo. Miracle seekers, how many miracle seekers are here? Now wait for God to move his process. Ninaweza kukuombea saa hii na hiyo kitu ukitoka hapo ukutane nayo. Na ninaweza kukuombea hiyo kitu ichukue miaka ngapi? Miaka 2. Na kwa sababu you are a miracle seeker, you will not sit here because you needed an immediate miracle to happen. But whatever you are looking for is a process. Kama sasa ni wewe hauna kazi, lakini nimesema utapata gari. It is a process. Automatically nikikwambia Mungu amekubaliana na wewe, automatically ujue hiyo ni process imeanzishwa. Maana gari si karatasi, si tissue paper ati uende kwa kioski yenu uende nipatie hiyo tissue paper shika shilingi 12 na ubebe. Hapana, it is a process. Land is a process. Nikwambia unataka watoto, unataka kuzaa watoto. Watoto ni process. Lazima utafute dume ikuje iweke bego. Na hiyo bego ijaminate ndio ikue. Hata unataka bego nikuombea sasa hivi tukitoka hapa. There are things of the process and you need to understand the process imeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. We understand the process imeanza. Nikikuombea does not mean utapata saa hii. Labda utapata after 5 years. Nikikwambia I love you usifikirie nimekulavu sasa. No, ni wedo aje kulimira wedo. Uanze kutunza, uanze kutengeneza. It's a process. Tunaweza kukaa in relation for 5 years. Tunaweza kukaa in a relation for 2 years. Na tunaweza kutoka hapa kama mama yangu aliolewa akienda Gesiagi. Na hajawahi hata saa hii hajawahi rudi kwao. Alibebwa na mzee, alienda Kisiagi, akirudi na uga baba akamwambia tuigere haha baka wa leo hawaja ala maigirire ndari umba ndaino kirie mutu riu kage kwira baba magithi kuracia arehire mutu ucio goro. Na hiyo ndio ilikuwa upendo mzuri. Wazazi wa siku hiyo ulienda uliza mama yako aliolewa aje? Mama yako walikuwa na ile gari zilikuwa zinaangaliana hivi. Walikaa na huyu baba yako akakosa nini? Akakosa pesa peni moja akakosa. Akaanza kuambiwa toka, akaambia mama akamwambia kegwa gerere kutoka hapo. The next thing will happen. Wako nyumbani ni bibi na bwana. A marriage that is very strong, very good, very caring. Adosha anali mutora nyumba makere maragia tatu iretu. Yani meda inenda kaireta kamwana. No tigana marriage hizi tu atereke nyabe gorore. Wacha niko observe kidogo kwanza. Give me time. Sasa unaniambia mimi mwanaume ni observe mimi. Na kuuliza kwani what do you want to know from me? I want to know your genuinity. I want to know kama you are honest na kama uko na wanawake wengine. That is what I want to know, and I also want to understand you properly. You will understand me? Yes. I will make myself available for you to understand me. And I will be a very best man. The ever man you've never seen. Nakupeleka mpaka hoteli ya expensive. Si unataka kuona mwanaume mzuri? Nakupeleka kila mahali mzuri. Kagua ukitaka nitakuletea.
kanyama ukitaka kukula nitakuletea, because niko na target. I have a target to hit my target. Nitaenda at a cost, but that cost I'll make sure utalia forever, for the next life yote uko nayo utalia, the rest of your life utalia ukilipa hiyo cost. And that is the mistake we do. That is the greatest mistake. At you want to study this man, atetadie ate niema najua I'm virgin nie dikweda nie men are cunning. Men are cunning. They can bend the lowest until they get what they want. Don't tell that man that I want to study you. He will become a notebook for you to study. Yeah. Na atakujileta akiwa karamu na notebook na anakuambia andika sasa. Andika leo mimi ni mzuri, unaandika. Andika nimekula kanyama imenipeleka out, unaandika. Na amekupeleka out. Na sitakupeleka mahali rahisi. Takupeleka mpaka mahali sema oh wow. Mahali mimi najua hujawahi kanyaga. Tulagio neto mwana to na kwa nyina madadi na shafashi juru. Ndio tulala gogo to right Hilton. Nitakupeleka Hilton pale na nikuitishie kapombe kadogo kametoshana hivi katoti kamoja kanaitangwa takira kanauza kwa 1500. Nakwambia chukua, una meza na leta waiter, naita waiter hapo akuje. How much is that? 1500, because I'm preparing you to understand how expensive you are. Kisha nakupeleka mahali kwingine na kuitishia pombe ya shilingi 1000 ngapi? It is paining me. Ninasikia uchungu nikitoa, lakini kuna mahali namuleka. Na ujui nikimuleka nikishika hapo ni nini nitakuachia. And that's the greatest mistake that we women and men we have made. Because we are telling people, I want to study you. What can you study in a man? Kama sasa mimi Dora Waruige, what can you study in me? I have been a criminal, a real criminal. You tell me you want a good man who is smiling, who is smart looking, who is dressing well. I'll go and get an Italian menswear, a designer shoe, a designer underwear, everything designer. Because you want a smart looking man, I'll come smart looking. Then I will take you, I'll spend my money, I'll spend my 10,000 kupeleka Serena, nikununulie ka salmon fish na nikapisi kanatosha na hivi na tu chips waru moja imekatakatwa hivi na brokoli kamoja kamewekwa hapo kado, kale kapisi kama brokoli kale kamekaa hivi kadogo hivi. Yes, imagine Najera nikigikugiria tekere. Oh wow, you're such a wonderful man. That is the end of you. All I want is to trap you. The demons that are in me, they just want to trap you. I get you so that I can insert the demons into you. And after I'm finished, you'll not see me again. You'll not see me. The good man you are seeing, you see a snake. The good man you are seeing, you unaona kegwiki agaba ine kyoru. Ukaligo, oh you know, oh my God. Are you the one I cannot believe? Oh my God. Because wale wametoka America wanasema oh my God, I can't imagine. Is it you? Baka unaandika ka message karefu ka WhatsApp kwa unajua huyu mtu akiandika hii message yote ego ikarete ha. So andika novongima. Niko imagine maudu maria how things have unfolded. Why? Because you failed to understand that the relationships are not made in hotels and are not made in conditions. Relationships is voluntary, that you need to seek God, and God need to speak to you, that this heart connives and gets to you. Tunasikana gethimako nikituragucania ginya uraikara nyomba ukaigua ndiretire kurio ni nyamo mwendwa kwetereire oikarete maigo ya ine ate ando mareshe ne makofi urahura no ti makofi ne uburo ragagata ni mosquito umeua mpaka asubuhi wanakuja nauliza kwani ni nini ilikuwa naua mosquito hizi zote nikuua ukikoja mwendo akwetereire maana kitu imekushika mpaka unashindwa kwenda mahali. The true love does not come from your money, does not come from how good or how wealthy you are.
kimutu kinakuwa hapa maviazi kila kuwa kinaendaga can make a very good husband for you. Try one. Ule mwenye hana. Try one uone. Try one. You see how God will come. Bwana siwe sana. Hana meno lakini ukimweka ukienda mwekeshe meno vizuri unakuta he is a smart boy. Akili yako na nyingi ni kuri aterethire. Na kika mundu wako munyite guoko. Nikio aturaga. Tamogithi agithia. Agashamania. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you need to look at things before you engage on that dating. Before you engage on that process that you want to start, before you engage on that man that you saw, before you engage on that woman that you saw, you need first to understand. And being that you're a man does not mean you cannot be trapped by a woman. Spiritual wives and spiritual husband, they don't come if there is no covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta unaona ulikuwa na huyu, mulifanya mpaka harusi. Uliona mkifanya harusi na huyo mtu na mkamaliza mkazaa watoto. Wao watoto hao wanatorment watu kwenye spiritual. Ni watoto walizaliwa na wewe na that spirit. They are existing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta nyumba yako inahagaishwa. Watoto wako wanahagaishwa. Mtoto unasikia kitoto kimetoka bedroom mbio kimelia. Ukikiangalia unaona kuna mtu alikuwa ndani. Wako wapi? Hakuna. Na watu ukitaka kujua wako kwa nyumba yako, unaonaga ukiwa kwa sitting room umekaa huko, unaona kwa jiko kuna kitu kimepita. Kuna kitu kimepita. Ukienda kuangalia hakuna mtu. Unasikia mlango imefunguliwa. Unaenda kuangalia mlango hakuna mtu lakini mlango imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta ukilala, sijui kama ushaisikia hiyo kitu. Ukilala kwa kitanda, umelala, umejifunika, unasikia ni kama ni kanyau kana kanyaga. Unasikia kuna kakitu kana kukanyaga kakienda. Unafanya hivi kuangalia, hakuna. Na haujarara na hauko yani you are between the sleep and not sleep. You are there. Lakini utasikia kikenyau kimekukanyaga pole pole. Na unasikia kimeteremuka kimeenda. Saa hiyo kishamaliza kazi. Wewe murekerie oikireta kinya mufuto haku na baika na nyatha ingigire thiini anti-rape. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushamaliza ukisikia kinatoka, lakini ukisikia kinakuja, ukisikia mlango imefunguliwa kuna kitu kimeingia, saa hiyo ndio wamekuja operation. Hello. And why do they have? Mbona wanakuja kwa sababu kuna maagano. There is a covenant between you and them. And this covenant was brought by who? Was brought by a man like me who slept with you. Or was brought by a woman like huyu alikuja akakunyonya mdomo huyu mkanyonyana alafu mkabiana I love you akakurushia demoni za lesbian. Sasa utajikuta unafanywa na lesbian. It is transferable from here to here, from this person to this person. Mahali unaenda kwenye madhabahu unaenda, hizo madhabahu unaenda ndizo zinakuwa they are defiled, then zinatoa hizo mapepo zinakuja kwako. Sasa utashinda. Hata mimi mchungaji ninaweza kukurushia hizo mapepo kama venye wachawi wanafanyanga. Niko na uwezo wa kukurushia if I am malicious, because I have a tongue that has power, has spiritual power. That tongue that has spiritual power, ninaweza kusummon mapepo nikurushie. Venye Yesu alicommand mapepo itoke kwa huyu jamaa ingie kwa nini? Kwa nguruwe. They were commanded by Jesus himself. Ingia kwa zile maguruwe zikaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninaweza kutoa demon maguruwe kwa huyu nizitoe nikuwekee. Sasa huyu apukue sawa, lakini tabia yote ilikuwa na huyu unaanza kuonekana. Na ndio unaona tunaombeaga maashers na the leaders wa kanisa. Basi kwa sababu most people ambao wako na hizo mavitu za spiritual husband ni leaders wa kanisa na ashers.
Kwa sababu leaders wa kanisa ukiwachagua sasa useme huyu ni chairman, huyu ni secretary, huyu ni nini, sasa wanakuanga na the spirit of arrogance, and they will no longer listen to you and see you as their spiritual leader. They see you as a comrade. Maana kama sasa ndio wakubwa, ndio wanaitwa board, and the board has power to even summon the pastor. The board has the power to make a declaration, make a decision, and it is followed. Maana hawa board ndio management ya kanisa. So when they will summon me na nikuje na waniambie hii kitu na hii kitu ulikuwa umepitisha, lakini sasa hatutaki, maana hatuna, wakiona that agenda yao imefaulu, now they are above you. Hakuna siku watakusikiliza. Na kwa hivyo, kwa sababu hakuna siku watakusikiliza, kuna kitu hawakuelewa. Physically wamekuwa juu yangu, lakini spiritually I'm controlling their spirits. So what I will do, nikiona mumeniweza nikiwa hapa, I will summon any demon and niwarushie nyote, mkuwe confused, I finish you. Na watu wengi wamemalizwa na mapasta hivyo. First of all, unaumba kitu. For you to get that piece of land you want, you don't tengeneza pesa kwanza, unaiumba in the spirit. Hiyo shamba unataka, unaitengeneza, unaileta in the spirit, ukagusia genya, inakuja in the spirit, na unaona shamba ni hii, then you seal it, you arrest it. Ukiikamata na uione umeishika, hiyo shamba utaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaipata. Hivyo uliona, hivyo ndivyo itakuwa. Vitu vyote ni kuumbwa, vinaumbwa, vinatengenezwa. Usifikirie maombi yako mingi hapa itakusaidia. Maombi haitakusaidia mingi. Life is spiritual. Anything that you have, it is bearing a name that belongs to you. Hiyo kasimu uko nako, kako na jina yako. That is why ile duka ulienda, ulitogogyo tu, ukaruka duka 18, ukaenda kununua. Ukawacha simu zingine rahisi, ukaenda kununua simu expensive. Kwa nini? It has your name. Anything that you have, baka kiatu, baka nywele, hata hii nywele ndani yake ndani yake unajua naweza kutoa ukute nikiparagoto. Naweza kufanya hivi mistake kidogo kupata nikiparagoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unasema ni wigi ulinunua, lakini si wigi, ni kitu kimeandikwa jina yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what you need to observe. Vitu zako ziko. Ask God to locate you where they are. And the moment you ask God to locate you where they are, akikufungulia mlango hapa kwa hii nyumba, kaa na mimi, because mimi ndio nimebeba grace yako. Tembea na mimi. Tembea mpaka upate vitu zako, because I need to tell you. Ndio nikueleze, these all things I'm talking because of those kind of spiritual husbands. And this spiritual husband, how they come. Na kuelezea process. Spiritual husband sio lazima uende kwa mganga uitoe, hata hapa kanisani iko. Hapa kanisani iko. Bwana Yesu asifiwe sana. And how do we know that we have? And how did they come in? And why are they not coming out? Those are 3 questions that you need to ask. Ni kwa nini hazitoki? Nimeombewa lakini hazitoki. One thing you need to understand. If you have ever had a dream umezaa ama umeona na huyo ati huyo mama mlikuwa mnalala naye alikuwa mke wako, ama huyo mbaba mlikuwa naye umeolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's now the top hidden secret that you don't understand. When you see me in a dream tumelala na wewe as a husband and a wife, it means we have a covenant. Even when I sleep, whether I am a husband or not, there is a covenant. Hiyo ya kulala. Kwa hivyo tumekuwa na maagano ya kindoa. Na tumelala tumezaa. Kuna maagano ya nini? Ya kindoa. So in the spiritual realm, the entire process ya ndoa imefanyika. Hello? The entire process ya ndoa imefanyika. Tumeenda in the spiritual realm, tumeenda kurashia. Tumeenda ile ya kwanza ya kuuliza, tumeenda tumerashia na tumetoa mahali. Wewe kama uko na spiritual husband, amekutolea mahali katika ulimwengu wa kiroho. You are legally married in the spirit.
Spiritual husband are demons commanded in the demonic world. So there is a master in the demonic world where hii inapelekwa, where covenants are made. They are either made under the sea or in the dry lands or in the spiritual heavens. Ndio tunasikia kuna queen of heaven na tuna queen of the sea. Huyo mtoto uliona umezaa ako na anaendelea kukaa, na huyo ndiye anakusubuaga wewe na ndiye anasubuaga watoto hao wengine. Again, kama ulienda ukakuwa na mimba, ukatoa hiyo mimba, ukaua mtoto yule, wale watoto in the body ndio inakufa, but the spirit iko. Hiyo spirit inakuwa venye mtoto anakuwa, inaendelea kukua. Kama mtoto walikuwa wa 1980, now you have a full man ambaye ni mzima in the spiritual realm. Na huyo kwa sababu ulimtoa, ndio anapiganga watoto wako. Maana anakujaga kuwatorment, ndio anafanya watoto wako wakunywe bangi, wakunywe madawa ya kulevya na wafanye mambo ya kuharibika. Maana the question anakuaga nayo, bona mimi ukaniua ukabakisha hawa. So ata make sure mpaka hawa pia wamekufa. They might not die physically, lakini spiritually na mambo yao yote itaharibika. Maana utawakuta wakivuta bangi, utawakuta wakiwa wakora, utakuta wakifanya mambo mabaya. Utakuta ciana kwa dasi thomithia o ria ciarĩkia university nĩguo ciathũka, tondũ nakĩo kĩrĩa gĩtingĩtĩkĩra aya succeed tondũ nĩ wamũragire. Una wacio nĩo mokaga marĩ spiritual husbands. Nganyita rĩu ciana icio ciĩ kũu rĩera-inĩ spirit nĩcio ciũkaga cirĩ kĩ ma spiritual husband, na mamlaka ya kwao ndio sasa watakushika wafanye ndoa na wewe hivi, na watakuweka pete zao kulingana na maagano na watafunga ndoa. Sasa ukikuja mimi bwana yako nakuja na kuguza hii na ndikwenda demonagu tikivia mumarayo yo nihigwa uma kwa mama nihigwa menya ni ule mukagu, kwa sababu unasikia umesha enjoyishwa na yule wa spirit. Sasa hutaki wa physical, na huyu wa physical akiinsist akijaribu kuingia inakufa, wanazima, because hawatakubali washare mtu. Ndio nakutaka wasee, unakuta alikuwa mkiwa kitchen, alikuwa back sitting room, alikuwa sawa kabisa, was ready for safari rally, lakini ikifika hapo unasikia gari hata haikuwa na battery zimezima. Ni si kupenda kwake, baka unaona analia machozi akiwa peke yake. Si kupenda kwake, ni kuhorio ahorio, ni muthurio waku mukorogo nake. Na for you to get out of it, lazima uelewe umekuwa na hawa watu for how long. For how long have you been married to them? Na kisha uelewe what could have been ratio ilitolewa ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio tunasema Jesus told you pray and you be answered. If you are not answered, seek to ask God, why are you not listening to my prayers? Then God will tell you kuna mlango ulifunguliwa. There is spiritual husband na mulifunga doa na yeye, na hiyo doa ulitolewa. Hii ndio mali ilitolewa, ng'ombe ilitolewa, ama labda mtu alikufa. Mnasikiaga tukifanya mtu deliverance hapa akisema hizo mademons ikisema huyu tumeua watu kwa sababu yake. Umesikia? Kwa hivyo umetolewa kafara. Kuna watu wamekufa, kuna damu ya binadamu imemwagika. That is how powerful you are. That is how special you are to them. Ni ratio aina gani ilitolewa? Ni damu, ni mtu alisacrificewa, ni wewe ama ni mtoto wako alisacrifice? What happened to you? What did they give? So you understand, nero ratio ruigana atia rurutetwo iguru riaku. So from there, how niho tukuruta sacrifice. Ile sacrifice unanga tunatoa, it is an exchange program ya kurudisha ratio in the spirit, ndio wakuachane na wewe. Otherwise usipofanya hivyo, you are still intact wamekukamata, because kuna kitu wako nacho kule kinazungumza wewe. Are we getting there? So that is why kutoa spiritual husband, it is so difficult for many people.
And for many pastors, they are unable because they don't understand this is a marriage. And a marriage ziko na covenants, na ziko na dowries zilitolewa, na ziko na mahari ilitolewa. You are married to a spiritual man, and you are legally married. Therefore, whatever they gave for you, we must be able to retrieve you by giving a sacrifice, so that we can break the covenant and the sacrifices they gave for you, so that you may be free. Otherwise, saa hizi kama kwa wale ambao mumefanya divorces na wanaume zenu, mlifanya divorce ya karatasi. Kama ulienda kotini na ukapata divorce paper na mkawachana. But we here, we don't deal with deliverance. We deal in breaking altars. The root cause of what I'm speaking, what you are saying, calling deliverance, because it is the altars. Ni misingi ya madhabahu. Na hizo madhabahu lazima tuzichimbie, tuelewe zimetoka wapi. Kama umezaa watoto, ujue the kind of covenants you have. Kama wewe ni uko na huyo anakujanga nalala na wewe, you need to understand amekuwa there for how long, so that tujue ni covenant gani ilifanyika, ni urashio gani ilitolewa na ni ngapi imetolewa. So hiyo ndio utarudisha in the spiritual realm, ndio ni kudisconnect, turudishe. So that is why God alisema, Jesus alimwambia pray and you will be answered. If you are not answered, stop praying. Now seek from God to know, why is my prayer not answered? God will tell you there are two doors. Kuna milango miwili ambao unafaa kushughulikia. That is why he tells you, after you know kuna milango, he tells you knock and the door will open. So Mungu atakulivilia what a spiritual kind being that is in you, so that you will be able to know what to deal. Inaweza kutokelezea ikiwa shosho yako, inaweza kutokelezea ikiwa guka yako, inaweza kutokelezea ikiwa mume wako, ama hata ikiwa pastor yako, ama hata ikiwa mtu yoyote. So that is ukiona ni guka na nikamzee kazee sana, calculate hiyo ndoto liona, calculate miaka ya huyo mzee, ujue how long this demon has been in you. But the book of Jeremiah says, before you were born, I knew you. Before your mother and the father came together, I knew you. Before your grandfather came together, I knew you. Before your grandfather of the grandfather came together, I knew you. So how old are you? So Jeremiah, to the physical, he was just but a young boy. But in the spiritual realm, was an old man. That is why he was given a powerful function to do. See, today I have set you over nations and the kingdom. Yet it was a boy. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ni kimzee kikubwa sana. Ile maneno yote mliniona nikifanya kwa Mungiki, unafikiria ni ya mtoto kama mimi wa siku hiyo? It was not me. It was my grandfather. And when tuliomba na Bishop Nganga, tukangoa huyo grandfather, nikarudi mimi. Nikurudi mimi nilijikuta nikihubiri neno la Mungu. Lakini ikitoka, kwa sababu akitoka arudi huyo mzee arudi, utanikuta kwa Mogeke nikiwa na madiokole na nikivuta tobacco. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how spirits work. Everything that we get, everything that we have is a result of altars, either evil altars or godly altars. There is nothing that you have that is not altar based. It is not your salvation. It is not your Christianity. Anything that you have ni madhabahu, either ya shetani ama ya kiungu.